Ni aje? Naitwa Liston na nimefanya kazi ya matatu hii Nairobi kwa miaka moja. Kenya wakazi zaidi ya 17 million, yani wakazi 8 kati ya 10 wako kwa informal economy. Kama mimi tunasafirisha Kenya kwa kazi zao kila siku. But kuna shida. Kumekuwa na data kidogo sana kuhusu conditions tunafanyia kazi. But bila data ni ngumu kusikika, ni ngumu kudemand change. Ndio maana tumetimba kuna data lab na data for change. Liston. Tunawaka na group tatu za informal workers. Watu wa matatu, domestic workers na waste pickers. Tumetrain informal workers 15 kama Liston kuwa researchers kuanzia time ya November 2025. Tumecollect data kutoka kwa more than 1000 informal workers hapa Nairobi. So, hii data inatuambia nini? Watu wa matatu kudhulumiwa ni pati ya job yao. Watu wa 8 kwa 10 wame experience dhulumu za kimwili na akili. Watu wa 3 kwa 10 wame experience ukatili wa kijinsia. Hii yote ijulikani. Watu wamepigwa, kubuliwa ama kuabisiwa sexually. Watu wa 5 out of 10 ndo wanafeel wanaweza ambia msee. Na hii si kitu ya kitambo ama kufichwa. Kwa watu wameumizwa na kuharasiwa, watu wa 6 kwa 10 wameipitia kwa month moja yenye imepita. So, tutafanyaje tuache kunormalize violence kwa kazi? Actions ndogo ndogo ndio inaweza make difference kubwa. Usishout, usitukane, usitishie na usichongoe msee wa matatu. Kama kuna passenger na abuse msee wa matatu, usichangie. Na kama ni safe, ongea na usaidie kutenganisha vita. Hii data inatuambia pia kuumia ni part kubwa kwa job. Ingawa mfanyikazi mmoja kwa 10 Kenya wanasema waliumia job ndani ya miaka 2 zilizopita. Sisi ni 6 kwa 10 wenye mpata madhara serious. Tunachoka pia. Data yetu inaonyesha wakazi wa matatu wana 12 hours kwa siku na siku 6 kwa wiki. Kazi yetu inatreatiwa kama kazi rejareja na si rejareja. Wase 89% wana work the same hours sana kwa wiki. But 97% wanalipwa daily ama kulingana na kazi umefanya, si monthly. Hii inafanya ikuwe ngumu kuplan, kusave ama kuishi stable. Na wengi wetu tunalipa ndo tuweze kusurvive system. Wase 9 out of 10 kwa wase wa matatu wanalipa bribes kila siku ndo tu tuendelee kuwork. Tuna expectiwa kumubaraka, but pia tuna expectiwa kuzoea risk, cost ya kuishi na price ya kuitikiwa kufanya kazi. Sisi wafanyi kazi wa matatu hatusikiki. Wase 7 out of 10 hawana chance ya kushare views zao, na hata kama iko ni kidogo sana. Kwa wase wana feel hivyo, 5 out of 10 hawezi share views zao kwa sababu wanaogopa ku lose job. Ku speak up ni risky sana. Kama vile deo yako inaingia inalingana na vile unanyamazia vitu, kunyamaza inakuwa vile una survive. But sahi tunatumia sauti zetu na tunataka usaidizi wako. Ukipanda matatu, vile unaongea, vile unasikiza na vile unajibeba, inasaidia kudecide kama matatu ni safe space kwa sisi wote. Na usisahau, sikiza, heshimu, linda. Asante kwa kuwatch.